bata au ana sungura, lakini hali amefuga hali kuku, amewafuga mbuzi, amefuga hali bata, amefuga hamuli, sungura hamuli, lakini ikifika muda anawauza kwa wale wanaofanyaje, wanaokula. Sasa wanauliza kwamba sasa kama hali hiyo imefika hiyo hatua, maana mimi ambacho nimeelewa hapa hatua za mwisho nilipokuwa nafundisha hapo, nimeelewa kwamba tunaviacha hivyo kuvitumia kwa sababu tumeviacha kwa sababu tu ili tuweze kupokea nani, Roho Mtakatifu afanye kazi ipasavyo. Hicho ndicho swali nikielewa, sijui kwa nini maana sababu ziko nyingi tu mpendwa, na nimezitaja nyingi sana. Ziko sababu nyingi, sio tu kwa ajili ya kupokea Roho Mtakatifu. Nimetaja sababu nyingi au mwamkumbuke wapendwa? Sababu nyingi zipo, za kiafya, zipo za kupokea Roho Mtakatifu, zipo za kupata Yesu kila alikopitia. Unaona? Kwa sababu sasa kwa mtu ambaye anafuga hivyo vitu, sawa, Biblia inasema kwamba ole wake yeye awekae kileo kwenye mdomo wa jirani yake. Wewe umeshaisoma hiyo fungu? Yaani wewe ulewi ili unamuuzia mwingine pombe. Ndivyo ambavyo unafuga nyama, wewe huli, alafu unamuuzia ndivyo hivyo. Mpende jirani yako kama nafsi yako, ni amri ya ngapi? Ni kumbukumbu kama sijakosea. Nasema hivi kwamba kama umefuga mbuzi akafa, kwamba una mtu ambaye yuko nyumbani kwako anatumia, kwamba yeye ni mtumiaji ila wewe utumii, una haki ya kumuuzia au kumpatia. Ito kumbukumbu la Torati, kitu kama hicho. Haya, huyo mbuzi amekufa kwa sababu gani? Mbuzi hicho ni wanyama zenye hata majini tunapata mizoga. Amri mbili za Yesu zinasemaje? Amri mbili za Yesu. Mpende Bwana Mungu wako, ya pili? Kwa nini wewe huli? Haya, hiyo sasa si waliandikiwa wale, ina maana kuna maelezo yake pale mbele. Sawa? Haya, sasa usome hiyo sura yote. Iko nje hata ya context ya hili. Sawa? Sisi tunajua ubaya wa nyama sasa hivi, na sisi hatutakiwi kabisa, na inatakiwa watu tuwahubirie nao waamini, wafanye nini? Wachukue uzoefu ule ili waingie kuokolewa kwenye hizi pati. Wewe unayeshika zile amri kuu mbili, mpende Bwana Mungu wako na mpende jirani yako kama nafsi yako, sidhani kama utakuwa na nguvu ya kubeba hiyo nyama ukamuuzie mwingine kisa anakula, ila wewe unajua kabisa kwamba huyu inatakiwa nimfundishe aache. Sidhani kama utakuwa na nguvu mpende. Sidhani kama utakuwa na nguvu hiyo. Kuwafuga ila wawe kama marafiki. Nataka ngoja tena mmenipelekea nikumbuke kitu kikubwa sana. Mmenipelekea nikumbuke kitu kikubwa sana kwenye hili swala la nini? Ili swala hili la hawa wanaomfuata mwanakondoo kila endako. Unajua kwamba inatakiwa kama ni kufuga ufuge ila wawe kama marafiki. Kwani kuku kipindi cha Adamu hawakuwepo? Ng'ombe hawakuwepo? Walikuwepo kama marafiki. Enjoy, enjoy life kwako nyumbani. Sasa inatakiwa kuwafuga kama marafiki. Tena uwaache kabisa watengenezee na mandhari yao, watoto wako wakija waende wakacheze na kuku, waenjoy kabisa, waimbe na haleluya. Amina. Huo ndio ufugaji wa mtu anayeenda mbinguni wa 144,000. Kwa nini? Hili neno kumfuata mwanakondoo. Sawa, nataka niwaambie kitu sasa kikubwa cha kiroho. Sawa? Yesu alisema, alikuwa anawaambia wanafunzi wake kila anapoita, walikuwa anawaambia follow me. Nifuate. Hii nifuate, na hii ya hawa 144,000 imetumika neno hawa 144,000. Wanasema who follow the Lamb wherever he goes. Sawa? Hii follow inaenda sambamba na fungu la mtu anaitwa nani? Enoch. Enoch alifanyaje? Enoch walked with God. Walked with God.
Hebu msome hilo fungu. Liko ngapi? Liko wapi? Mwanzo. Huyu alimfuata Mungu kila mahali. Ndio maana ikaandikwa walk with God. Inatakiwa sisi tufikie level hii ya kutembea na Mungu kila aendako. Akaenda na Mungu. He walked with God. Mimi napenda ile kauli ya Kiingereza, he walked with God. Alitembea sambamba na nani? Na Mungu kwenye kila maisha. Maisha yake yote yalikuwa yanaendelea. Sasa maisha ya Enoch na viumbe yalikuwaje? Maisha ya nini? Enoch na viumbe vya Mungu. Enoch and the creatures. Sawa? Viumbe alikuwa anaishi nao kama nini? Yeye ilikuwa kama amewafanya viumbe viwe marafiki kama Yesu. Sawa? Christ naye alikuwa anaishi na nini? Friend of animals. Unaona, of all creatures. Sawa? Huyu naye Kristo aliishi kama rafiki wa nini? Kwa viumbe. Sawa? Alikuwa anakutana na mnyama ameugua, anaenda anachukua dawa, anamtibu kama rafiki, sio kumtibu ili aje auze iwe nyama. Enoka alitembea na Mungu na hao 144,000 inatakiwa waishi hivyo. Alitembea na Mungu, wanamfuata mwana kondoo, na Yesu alisema nifuate. Ndio maana ya kumfuata. Ina maana wale ambao walikuwa wanamfuata Yesu wanafikiri ni kufuata ule msafara, walijikuta siku ya mwisho miili yao ni dhaifu. Wakamkimbia. Ikadhihirika kwamba walikuwa hawaenendi pamoja naye. Kwa kama tunatakiwa tumfuate mwana kondoo, lazima tufikie ile hatua ya Enoch ya kutembea na nani? Na Mungu, ambayo sasa unawafanya hadi viumbe wengine wawe nini? Marafiki. Kwa hiyo kifuga, wafuge kama marafiki. Kama ukiwa na ng'ombe, mkipu kama friend. Utamuuza friend kwa rafiki. Akifa, anda mazishi. Hapo sasa. Akifa, fanya mazishi. Tena mseme kabisa Bwana. Unasema kabisa kwamba leo Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni, rafiki yetu amekufa. Na watoto wafundishe kabisa. Hata watoto watakuwa na tabia hiyo ya Yesu kwamba rafiki yao amekufa. Ile kuku wetu amekufa. Wanafanya nini? Wanaomba, wanasema Mungu tufariji leo rafiki yetu amekufa. Tukifikia maisha hayo wapendwa, mpaka malaika watakuwa wanakuja nyumbani. Watakuwa wanakuja nyumbani. Yaani nahitaji. Hivyo ndivyo aliishi Enoka. Alifikia mahali akiona kamdudu, anaona hawa kweli na wenyewe wameathiriwa na dhambi, lakini hatuwezi kuwatesa kwa sababu ya nini? Kwa sababu dhambi tulianzisha sisi. Kwa alikuwa anawatunza, kama ni viota anavirekebisha. Hivyo tukienda mashambani hivyo vitu ndo sasa Mungu atatufundisha. Karibu mama. Okay? Naona kabisa nyama inamtia mtu hasira. Kama umesoma vile vitabu viwili, ile part 1 na part 2, nyama inaleta hasira, nyama ina madhara makubwa kiafya. Tunakula tu kwa sababu wakati mwingine wa kukengeuka tu, lakini nyama sio nzuri. Alafu tukija katika ufugaji wa viumbe hao, kwa mfano bata. Wewe ni msabato unafuga bata. Utamfundisha nini yule ambaye anafika kwako? Wakati mwingine yule anayefika kwako akiona wale wanyama anajua wasabato wanakula kabisa bata. Namna ya kumfundisha itakuwa kazi. Kuanza kutoa maelezo. Wakati vitu vingine hata kwa muonekano tu angejua hii nyumba ni ya msabato kwa kweli. Hafugi hata bata. Kwa hiyo wakati mwingine tusifanye vitu ambavyo hatustahili kuvifanya. Unafuga nguruwe nyumbani kwako. Nguruwe ni wanyama kwa kweli ambao mimi nikiwaangalia ni wachafu hata wabata. Wakiwa nyumbani kwako unakuta yani pananuka kabisa, ni uchafu.
Sasa kama wewe ni mwalimu ambao unafundisha afya, hivyo vitu tunapaswa tu tuelekezane, havifai kufugwa hata nyumbani wakati mwingine, ili uweze kuhubiri ile jamii inayokuzunguka. Asante. Asante sana. Okay. Karibu kaka. Swali langu ambalo nilikuwa nataka kuuliza ni hapo kwenye hilo fungu la mwanzo tulikuwa tumesoma kwamba siku zote wanadamu ambao watadumu kuwa wanakula nyama pamoja na uhai wao, ile damu itakuwa juu yao. Sasa sisi ambao tumekula nyama miaka mingi mpaka tumefika hapa, je, hiyo dhambi tumesamehewa au mpaka tupige magoti tena kutubu hata tutakapoacha? Okay, swali ni simple tu. Ulishawahi kutubu? Ushawahi kuitubia hiyo dhambi? Basi kama ujawa na amani, rudia kuitubu alafu anza mwanzo mpya. Amen. Karibu mtumishi. Asante. Maana tulikuwa na hasira nyingi. Na yani huwa mimi kuna kipengele kile nikikisoma kwamba pata nasema kwamba nyama tu zilitolewa baada ya matokeo ya dhambi. Kipindi kile baada ya gharika mboga zilikuwa haziwezi kufanyaje? Kupatikana. Kwa hiyo si kwamba ilikuwa ni kitu endelevu. Ndio maana kwamba Mungu anaendelea kuwatuma wajumbe wake kuendelea kutuelimisha masomo na hususa kwa somo hizi hoja tunazozitoa kwa Wasabato ni wataalamu wa nyama, ni kama vile Mroma na kitimoto. Yaani hakuna taarifa, hakuna yani meza kama ni meza ya kuhani, yani majibu yani hata kiingiza hivi unakuta ni mafuta matupu, yani kumulisha nyama. Kwa hiyo ni shida. Ndio maana hata mafundisho hatuyafundishi kiufasaha. Chanzo kinachotuvuruga ni nini? Ni vyakula tunavyotumia. Ndio maana hata mafungu kukariri tu fungu la kukariri inakuwa ni shughuli. Magonjwa kila siku ni kwa sababu ya utumiaji wa vyakula gani? Ambavyo sisi tunakosa. Maana kusudi la Mungu ni kututakia afya njema. Kwa sasa hivi mimi nilifanya matengenezo muda fulani kama hii nyama na dagaa na nini? Nyaji. Sasa familia ikawa ni changamoto. Maana tunataka nini, nyama za utumbo nini na nini. Nilijikuta narudi tena kwenye ile changamoto. Na mpaka sasa jamani natumia ila nilikuwa nimeshaacha kabisa. Kwanza nimekuwa natumia maji ya kuchemsha. Nikakutana na mtu mmoja mpaka nikaamua kwenda kuombewa ili niachane na maji ya kuchemsha. Kabisa. Wewe ulikuwa unakunywa nini? Maji ya kuchemsha. Nimeanza kunywa maji ya kuchemsha nikiwa darasa la pili. Sawa. Nimekunywa mpaka yani nikienda sehemu ni kuchemsha au maji yale ya chupa. Yani nilipo pangu nakuta ni machupa ya kutosha. Ila nikafika hatua nikakutana na mtu kwamba wewe bana, yani utajisababishia kansa. Unaona? Kwa sababu ya kunywa maji ya kufanyaje? Nikinywa tone moja tu, nikinawa halafu nikamega ugali bila na maji mabichi. Nikila lazima nikalazwe. Yaani utumbo ulishazoea. Nikaenda kwa madaktari wakasema kwamba utumbo wako mashine yake ilishazoea kutupokea maji ambayo hayatakiwi. Kuna hita inatakiwa iyapashe maji. Baada ya hapo nikaenda sehemu nikakaa Geita. Kwa mtu mmoja anaitwa Cyprian akasema yani wewe hapo ndio umepona kabisa kama umetembea kwa manabii. Nilikaa miezi hii. Maji ambapo unaenda pale unakuta kuna kinyesi, wakati mwingine mnachota maji inatakiwa. Akasema huyu kupona kwake ni taratibu. Sasa yanachemshwa, yale ya kuchemshwa sipewi, napewa yale ambayo hajafanyaje. Alafu anasema tupige magoti. Sasa baadaye nikinywa najikuta nimechoka. Ikabidi nipande gari. Kwa Cyprian mkao mnakunywa ambayo hajachemshwa. Nilitoa shuhuda akasema natamani kunywa maji mabichi kama wenzangu, lakini ninateseka kwa sababu wakakuombea. Nilienda kwa watu wakaniombea. Kabisa wakaniombea, nilienda nikafunga safari mpaka alipokuombea ukaanza kunywa yale maji mabichi, hali ilikuwepo. Nilikaa kwake. Ukakaa kwake. Niliugua miezi 8 niko kitandani. Ukiwa kwake. Nilitoka baada ya kuzidiwa. Baada ya kutoka sasa umezidiwa, lakini uliugulia kwake. Nikaja nyumbani kwangu. Ukiwa mgonjwa. Nikiwa mgonjwa kwa sababu ya kutumia yale maji. Nikaambiwa nikienda hospitali nikufa. Unaona? Nikaendelea sasa, nikajwa namwambia mke wangu jitahidi kuwa unayapasha pasha kidogo vuguvugu na kunywa. Mpaka leo hata maji ya kwenye dimbwi nakunywa na sizuliki. Nikampigia simu nikasema bwana umefanya muujiza. Nikawa nimepona na mpaka leo hata maji ya sehemu nakunywa, lakini
Kwa ukarudisha tena shukrani kwa yule pastor Cyprian. Nilimwambia hivi bana, kwa kupitia Mungu ambaye umenielekeza. Kwa kweli Mungu amenisaidia. Akasema hivi, sio mimi niliyeponya. Kwa hiyo kaanza kunywa yale mabichi. Mpaka leo ni mzima, hata kwenye jingi na kunywa. Sikiliza, hauko mzima. Siko mzima. Hauko mzima. Uzima rafiki yangu hauangaliwi kwa hivi. Ngoja sasa tunaenda. Alinichanganulia ile nani, tukaenda. Yaani ujue mpaka nafika. Yaani haya nayo yaliyokuja ya material. Twende tumalizia hoja ila fupisha ili twende. Tunaweza tukasema kwamba yani alisema kwamba yale maji ninayoyachemsha. Kuna aluminium inajitokeza kwenye nini? Kwenye sufuria, na kweli ukiangalia unakuta kuna utando kwenye nini? Kwenye sufuria. Unaona, akasema kwamba ule utando ni kutokana na hali ya nini, na maana kwamba kuna haya moja ambayo nilimsomea mimi wakati kwa mbichi sana. Inasema hivi, vyakula vyenu mfanyeje? Mvitunze, na vinywaji vyenu mvitunze. Sasa akasema wewe ni mazingira ya kutunza vitu vyako. Kwa hiyo maji unapoyachemsha kwanza umeyaua. Umeyatoa kwenye uhai. Ina maana Mungu umemgeuza Mungu sasa kwamba maji ambayo ameweka yana hitilafu. Unaona? Lakini sasa hapo hiyo shuhuda ni ndefu. Kuishia hapo kwamba nilikuwa siwezi kunywa maji ya kuchemshwa nikiwa bado darasa la 3 mpaka umri huu. Nilipoelekezwa ni baadaye nikafika hatua nikamshukuru Mungu kuniwezesha kunywa maji mabichi. Unaona? Hiyo kwa sababu hiyo tunaenda sasa namalizia kwa swali kwamba mtumishi hapo ndo bado nimebaki nyuma. Kwenye nini? Kwa mimi. Kwenye nini? Kwenye upande kwamba nyama tayari nimeelewa. Hamna shida, ninaweza nikasimama sasa nika training. Swali ni sehemu moja ambayo inaungana na mnyama kwamba Mungu kwenye uumbaji Mungu anampa Adamu wanyama wote. Kwamba kumbe tunapaswa tuishi na wanyama kwa sababu tu kama marafiki. Nimeelewa hivyo, naweza nikamfundisha mtu akanielewa, asiponielewa na achana naye. Kwamba wanyama wapo kama nini, marafiki. Na ninarudi kwenye uumbaji wa Adamu. Wakati Mungu anampa wanyama, alimpa wanyama awape majina wote. Ndio. Wale wanyama, kitu ambacho nakuja kupata pointi kwamba walikuwa marafiki zake na nani? Na Adamu. Na bado wakati wa gharika, Nuhu wakati alichukua wanyama wote akawaweka katika nini? Safina pasipo kubagua nini? Wanyama. Ndio. Kumbe nina haki sasa kwa uelewa, kama nitakuwa nimeelewa tofauti utanitengeneza kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kumbe ninaruhusiwa kuwa na bata na kuku na mbuzi, ila nisivitumie kama marafiki zangu. Na kama kifa nimzike kama kawaida, nisimpe mtu. Hicho ndicho ambacho nimekielewa. Narudi hapa. Yaani hapo niongezee kwamba wewe kama unampenda bata kama rafiki, ufuge. Amina. Nimeelewa hivyo. Nimeelewa hivyo mimi. Haya, sasa hapo sina swali wala hoja. Hoja yangu, nataka niwe ndani ya miongoni mwa hawa 14,000. Ndio. Sasa nakuaje 14,000? Hali yangu inatakiwa nijipange kwamba nilime kilimo mwenyewe, mazao nipande mwenyewe. Lakini leo mazao tunatumia samadi ya nguruwe, tunatumia mboga, urea ya kutosha, mahindi nayo yamezalishwa hapo Tumbi, kiwanda cha Mabara na vitu kadhalika. Nitafanyaje niweze kujinusuru nipate mboga halisi na ardhi halisi ili niweze kuachana kuhemea mboga na nini? Asante. Wapendwa, penye nia pana njia, na hata mbegu za asili zipo ukizitafuta. Usipozitafuta utazipata. Ila hata mahindi ya asili yapo. Na hata mimi nikisema sasa hivi nipe hela ya gunia na kuagizia unakuja hapa. Ya asili kabisa. Ila sasa ili elimu hayo ya asili inatakiwa uweke kashamba kako kando. Ukiyalima karibu na shamba la hivi vya kisasa, haya ya kisasa yametengenezwa, yani yametengenezwa kitu cha kufanyika automatic. Yakikua yanazaa mafunza wanatoka vipepeo wanaanza kushambulia mahindi yote. Sasa shamba lako liweke wakati kwa Bwana, liombe kwamba ushetani wote ambao utaletwa na shetani ufie kwenye mipaka ya shamba lako. Sawa? Panda mbegu yako inayostahili. Weka mboleo ya samadi, kama utaitengeneza organic manure tunazijua. Unaweza ukaboresha shamba lako unavyotaka.
Lakini pia unaweza ukatengeneza ndani shamba la ndani ya nyumba. Kama nyumba yako ina fence, chukua mifuko. Hii mifuko tu used hii, sawa? Jaza udongo wa mbolea asilia, jaza, panda vitu vyako. Unaweza yani mfano una fence kama ya eneo hili, unaweza kuzalisha mahindi ya asili ndani kwa ndani kwako. Sawa? Tena uzuri tunashauriwa twende sehemu hizo za karibu na milima ambayo unaweka kabisa shamba lako special, unaweka maboga asilia, mbegu zipo, mchicha asilia mbegu zipo bado. Nimeenda Tarime pale, nimekuta mpaka mchicha asilia huko bado. Mahindi asilia yapo. Na yapo ya rangi mbalimbali. Ukitaka ya rangi ya zambarau, ukitaka ya njano yapo, na meupe yapo. Na watu wapo wanaotunza. Na mashamba yapo. Tuliingia kwenye shamba moja huko ndani ya mlima katikati. Kuna watu wanalima kule, nikasema, mpaka huku bana wanalima watu. Na unalima. Na wale vipepeo feki hao hawawezi kuja kushambulia mazao yako. Yakiambatana na imani na maombi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hakuna linaloshindikana. Kuhusiana na habari ya maji, wapendwa, maji ambayo huwezi kuyachemsha ukanywa mabichi, tumeambiwa yawe maji yanayotoka kwenye miamba. Yanayotoka kwenye nini? Miamba. Na ndio tuliambiwa yana oksijeni nyingi na ni tiba. Hayo ndio usichemshe. Lakini maji yanatoka ziwa Victoria. Halafu nasema kwamba ukichemsha utapata aluminium. My friend, yale maji yana fluoride ya kutosha. Na yeye alisema hivyo. Unaona? Kwamba yana fluoride ya kutosha. Sasa ina maana wadudu utakuta wadudu ni wengi kulingana na eneo lilonalo, ndio natakiwa ya kuamue. Maji yanatoka kwenye nini? Nichemshe au nisiachemshe? Uyaangalie mwenyewe kwamba yanatoka kwenye sehemu salama na unaona ni rahisi kwa kunywa bila kuyachemsha, kunywa. Ukiona kwamba wadudu waliopo na mchanganyiko uliopo wa kemikali zilizoletwa inatakiwa zipashwe joto lisanyeje? Ziyeyuke. Sawa, ukichemshia kwenye sufuria, malizia, uyachuje vizuri, yaombee, na Mungu atakupa afya njema. Maana ukianywa vile vile utapata madhara makubwa kuliko kile ambacho ungekiokoa kwa kutumia sufuria. Na sufuria ziko aina mbalimbali. Kuna sufuria hizi nyepesi, aluminium yake inayeyuka kiurahisi sana. Kuna sufuria zile nzito, iko vizuri. Bwana asifiwe. Kwa mambo yote yana uwezo, yana namna ya kuenenda, hayana formula ya kukarilika ambayo huenenda. Karibu kaka. Ni vizuri zaidi. Yaani ni vizuri zaidi kwa sababu sasa aluminium pale utakuwa umeiruka mita kabisa. Karibu. Okay. Okay. Okay, amen. Wapendwa, dada, toa nyongeza yako, tunataka tuende kwenye maombi. Mtano. Amina. Amina. Dada, ulikuwa unataka kuuliza kitu? Ndio. Kwamba alivyoambiwa watu walipokataa kuingia harusini akaambiwa waende huko wakutane waovu na wema. Sasa sijajua kwamba anapokusanya hawa wote namna haijalishi mwenye dhambi ambaye ni msafi, wote wanaingia wapi? Mbinguni. Sasa anapoingia harusini napo tunamkuta yule mmoja tena anaambiwa kwamba hana vazi. Yaani waovu, harusi ambayo yani sehemu ya harusi walioingia na waovu na wema ni sendo. Waliingia kwenye sendo. Unajua harusi ina vipi na sherehe hizi? Sawa? Ina sendo ina nini? Na harusi yenyewe sasa, sawa? Na ile marriage supper yenyewe inaitwa kwa Kiingereza marriage supper. Sawa? Hii hapa haingii mwovu. Kwenye send off ilikuwa 1844. Sawa? Hapa
wameingia na si kimwili. Ina maana waliingia waliokuwa na mataa, si wale wana wengine walikata tamaa, waliishiwa mafuta. Kwenye disappointment hii ilikuwa ni send off, yani Yesu alikuwa na take off kuingia kwenye patakatifu pa patakatifu. Hapa waovu na wema wamo, yani kwenye uzoefu wa huku wote wamo. Lakini sasa shida ni kwamba yule baba, kabla ya hii marriage supper sasa yenyewe, hii sherehe sasa ambayo ni lili wapi tunaenda mbinguni sasa, hii kabla ya hapa, yule baba mwenyewe anasimama anaingia humu kwa wale ambao waliingia kwa imani. Sawa? Maana Waebrania imesema na tukaendee patakatifu kwa imani. Ina maana waliingia, hata sisi tumeingia, bado tuko hapa kwenye send off. Sawa? Sasa yule baba hajasimama, yule mfalme mwenyewe hajasimama. Akisimama ndo atatoa wale waovu, ndipo sasa inaendelea ile sherehe sasa. Ina maana mpaka kuwepo kufungo kwa mlango wa nini? Inaeleweka mama? Iko vizuri? Kwa hiyo waliingia kwenye nini? Kwenye harusi, lakini ilikuwa si harusi kabisa ile sherehe yenyewe. Waliingia kwenye send off. Ndio maana wengine walikata tamaa wa kuingia, au wakaingia na bwana harusi. Wakaanza sasa kupelelezwa. Tunapelelezwa. Atakayeonekana na mapungufu wote anakatwa, anatupwa. Baada ya hapo ndo sherehe sasa. Ndo tunaenda sasa Yesu anapokuja. Dada. Kwenye? Sawa? Yeah. Hapana. Watapewa tarehe ya kuja kwa Yesu, watamsubiri wakiwa hai. Yes. Yeah. Mpaka Yesu anakuja watakuwa hai. Na toka 1847. Hao wanaanzia 1847. Huu mwaka 1847 ndio mwaka ambao ndo Ellen G. White alipata njozi ya kwanza ya ujumbe wa malaika yule wa ngapi? Ilikuwa 1847. Njozi, maono ya kwanza ya ujumbe wa malaika yule wa tatu ilikuwa 1000. Kutoka hapa ujumbe huo ulipoeleweka, wanaokufa katika Kristo watakuja kuwa, ila kuna Wakristo wengine wanakufa katika Kristo lakini hawana imani na ujumbe ule na wala hawajauelewa. Hao watasubiri. Watasubiri. Haya, mwingine karibu. Asante. Lakini tulivyomjibu huyo hapa, esi kama kijakaa sawa kwangu. Sawa. Kilo ufufuo special. Ndio. Ni kwamba katika wale 1440 alafu katika wale ufufuo special ndio kwamba watakuja waungane na hao walio hai, ndio, alafu kisha wasubiri ujio wa nani? Wa Yesu. Sio haya. Haya, tunarudi kusoma. Tunarudi kufanya nini? Kusoma. Ili uelewe vizuri, inatakiwa usome vizuri hii. Na ili uelewe vizuri, inatakiwa usome Danieli 12 upya. Sawa? Danieli 12 nasema wakati Mikaeli atakaposimama, ndipo kutatokea huo ufufuo wa dharura baada ya tetemeko lile la Ufunuo 16:17 ambayo ni pigo la ngapi? Kumbuka pigo la 7 linatokea bado hata mvua ya mawe haijafanyaje. Lakini unaambiwa kwenye tetemeko pale ndio kuna watu wanafufuka. Unaona? Ina maana kuna matukio bado yanakamilikia, wale wanafufuka. Ina maana bado hata Yesu hajaja bado. Ukisoma sasa hapa kwenye sura hii ya 19, tusome mpaka mwisho sasa. Tusome mpaka tuelewe vizuri. Ni sura ya 18, inasema pigo la 7 na ufufuo maalum. Ni sura ya 19. Inaitwa kurudi kwa Kristo. Pigo la 7 na ufufuo maalum. Sawa? Pigo la 7 na ufufuo maalum. Anasema kuna tetemeko kubwa sana, na akanukuu fungu Ufunuo 16:18. Kisha anasema makaburi yanafunguliwa na wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wakaamka. Wengine wapate uzima wa milele na wengine aibu na kudharauliwa. Ananukuu Danieli 12:2.
Anasema wale wote ambao walikuwa wamekufa katika imani ya ujumbe wa malaika watatu. Sio malaika watatu, malaika watatu, yani yule watatu. Sawa? Anasema lakini kuna kundi la waovu kiasi wanafufuliwa, wale waliomchoma. Kwa nini wanafufuliwa kabla? Ili maana Yesu aliwaambia siku anakuja watamuona. Wao watafufuliwa kabla ili wasikilizie wenyewe kabisa siku anakuja kabisa, waone dalili kila kitu na anapotokea. Sasa pamoja na wale waliotunza, anasema kwamba wakaamka wale wote ambao walikuwa wamekufa katika imani ya ujumbe wa malaika watatu, wanatoka makaburini wakiwa na utukufu ili kusikia agano la Mungu la amani pamoja na wale waliotunza sheria. Tusome mpaka tuone hiyo sauti ilisikikaje. Na hao waliomchoma, Ufunuo 1:7, wale waliodhihaki na kubeza mateso makali ya Kristo, na wapinzani wake wakali sana wa kweli yake, na watu wake wanafufuliwa kumtazama katika utukufu wake na kuona heshima yake waliopewa waaminifu na watiifu. Kisha mawingu meusi mazito yalitanda na kugongana moja dhidi ya jingine. Anga liligawanyika kwa kujikunja. Ndipo tungeweza kuangalia kupitia kwenye nafasi iliyo wazi katika nyota ya Orion, ambamo sauti ya Mungu ilitoka. Mara tukasikia sauti ya Mungu, ndio sauti hiyo ya agano sasa. Ndipo tukasikia sauti ya Mungu kama maji mengi, ambayo ilitupatia siku na saa ya kuja kwa Kristo. Yaani wamefufuka, wanamsubiri, wanaona tu mawingu yanafanya mauzauza, baadaye pale ndipo wanasikia sasa siku, yani sauti hiyo ikitangaza siku na saa ya kuja kwa nani? Unaona? Watakatifu walio hai, idadi ipatayo 144, walijua na kuelewa sauti hii, huku waovu wakifikiri kuwa ilikuwa radi na tetemeko la ardhi. Kadri Mungu alivyotamka siku na saa ya kuja kwa Yesu na kutoa agano la milele kwa watu wake. Unaona, agano la milele sasa linatolewa kwa wale waliofufuliwa hapo special na hao 144,000. Sawa. Na kutoa agano la milele kwa watu wake. Alitamka sentensi moja halafu akanyamaza. Wakati maneno yakinguruma kwenda duniani kote, Israeli wa Mungu wakasimama, macho yao yakiwa yamekazwa kuelekea juu mbinguni, wakisikiliza maneno kadri yalivyotoka kinywani mwa Yehova na kusambaa duniani kote kama ngurumo kubwa sana ya radi. Lilikuwa tukio la kutisha sana. Mwisho wa kila sentensi watakatifu walipaza sauti wakisema, utukufu, haleluya. Nyuso zao ziliangazwa kwa utukufu wa Mungu, nazo ziling'aa kwa utukufu kama vile uso wa Musa ulivyong'aa wakati aliposhuka chini katika mlima Sinai. Waovu hawakuweza kuwaangalia kwa sababu ya utukufu. Na wakati baraka isiyokoma ilipotangazwa, baraka isiyokoma ilipotangazwa juu ya wale waliokuwa wamemheshimu Mungu katika kuitakasa sabato yake, kulikuwa na sauti kubwa mno ya ushindi dhidi ya mnyama na dhidi ya sanamu yake. Sina maarifa hata kidogo kuhusu wakati uliotamkwa na sauti hiyo ya Mungu. Nilisikia saa ikitangazwa, lakini sikuwa na kumbukumbu ya saa hiyo. Baada ya kutoka katika njozi, matukio yenye mvuto wa kusisimua na wa dhati yalipita mbele yangu, na hakuna lugha iliyotosha kuyaelezea. Yote yalikuwa uhalisi ulio hai kwangu, kwa maana karibu na hivyo. Wakati dunia inapepesuka huku na huko kama mlevi, wakati mbingu zinatikisika na siku ile kuu ya Bwana imekuja, yaani nani atakayeweza kusimama? Wanakitazama kitu kimoja cha uchungu na kutetemeka, ambacho watajaribu kukimbia ili kukikwepa, lakini pasipo mafanikio. Tazama ya waja mawingu. Unajua yote hayo Yesu hajaje bado. Unaona? Kisha sasa mara tu linaonekana kutoka upande wa mashariki wingu dogo jeusi. Ndio wanaanza kuliona sasa wingu kama nusu ya kiganja cha mkono wa mtu. Hapo wameshatangaziwa siku na saa, kwa hiyo wanaijua sasa siku kwamba kumbe anakuja siku fulani na saa fulani, si ndio? Kwa hiyo wanaisubiri, na baadaye inapofika ile siku wanaona nini? Wingu mashariki dogo jeusi kama nusu ya kiganja cha mkono wa mtu, na wingu linalomzunguka Mwokozi, na ambalo kwa mbali linaonekana kuwa limegubikwa na giza. Watu wa Mungu wanajua hii kuwa ni ishara ya mwana wa Adamu.
Kwa ukimya wa makini na wenye taadhima wanalikazia macho kadiri linavyosogea karibu na dunia, likizidi kung'aa zaidi na kuzidi kwa utukufu mpaka linapokuwa wingu kubwa jeupe. Kitako chake ni utukufu kama moto uteketezao, na juu yake upinde wa mvua wa agano. Yesu akiliendesha kama mshindi mwenye nguvu, pamoja na nyimbo za sauti tamu za mbinguni, malaika watakatifu. Umati mkubwa sana usiohesabika wanaambatana naye anapokuwa akija. Anga linaonekana limejazwa kwa maumbo mbalimbali yanayozunguka 10,000 mara 10,000 na maelfu kwa maelfu. Hakuna kalamu ya kibinadamu inayo hivyo. Anaelezea sasa hapo, tukio linaanza kuonekana sasa. Yesu anaanza baada ya ile siku kufika waliotangaziwa. Ndipo sasa mfalme wa wafalme anashuka juu ya wingu lililozungukwa kwa moto uwakao. Mbingu zinakunjwa kwa pamoja kama ukurasa, dunia inatetemeka mbele zake na kila mlima. Sawa? Kisha wale ambao wametenda sehemu kubwa mno katika kumkataa na kumsulubisha Kristo wanafufuka ili kumwona yeye kama alivyo, na wale ambao wamemkataa Kristo wanafufuka na wanaona watakatifu wakiwa wametukuzwa. Na ni katika wakati huo ndipo watakatifu wanabadilishwa kwa kitambo, kufumba na kufumbua, wananyakuliwa ili kukutana na Bwana wao hewani. Wale waliomvika vazi la rangi ya zambarau na kuweka taji ya miiba juu ya kichwa chake, na wale waliopigilia misumari katika mikono na miguu yake, wanamtazama na kuomboleza. Wanakumbuka jinsi upendo wake ulivyobezwa na huruma zake zilivyotukanwa na kutumiwa vibaya. Wanafikiria jinsi Baraba na muuaji na kadhalika. Kisha wanasema kwamba na ashuke sasa msalabani. Waliposema maneno yale, sauti ambayo waliisikia mara nyingi sana ikisihi na kushawishi itasikika tena masikioni mwao, kila sauti ya ushawishi na kadhalika. Nataka niwasomee sasa mahali ambapo watu sasa waliobaki makaburini, tofauti na wale wa special, wanatamkiwa maneno na Yesu mwenyewe. Sasa mawingu yanaanza kukunjika kama ukurasa, na kuna ishara angavu na wazi ya mwana wa Adamu. Watoto wa Mungu wanajua maana ya wingu hilo. Sauti ya muziki inasikika, na kwa kadiri karibiavyo makaburi yanafunguka na wafu wanafufuliwa. Sasa kuna hawa watu wanafufuliwa ambao sasa wakiwa na Yesu wamekaribia, yuko angani pale. Anasema makaburi yanafunguka na wafu wanafufuliwa, msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka. Yohana 5:28-29. Sauti hii ya muda si mrefu haina budi kusikika tena. Wale wapendwa tangu Adamu, anasema hii ni ukurasa wa 213 aya ya pili. Wale wapendwa waliokufa tangu Adamu mpaka kufikia kwa mtakatifu wa mwisho anayefufuka, ambao sasa wakufa katika imani ya yule malaika wa tatu, wataisikia sauti ya mwana wa Mungu, nao watatoka makaburini na kupata maisha ya kutokufa katikati ya kupepesuka na kadhalika. Lakini ukisoma kwenye maandiko ya awali utaona kabisa wale 144,000 na wale waliofufuliwa kwenye special, kwenye ufufuo maalum, wanaungana katika, hata waofu bado wanawatisha, unaona. Lakini walipowanyoshea kidole wanaanguka, na panga zao wanaponyanyua zinakuwa kama nyasi. Hapo ni tayari wale wa special wamefufuliwa. Na baada ya hapo ndipo wanakuja sasa kusikia ile sauti, wanamuona Yesu anashuka. Ndio Yesu anatamka, amka, amka. Anasema hivi, sauti ya mwana wa Mungu inawaita watakatifu waliolala. Anayaangalia makaburi ya wenye haki. Yesu amekuja, si wale wa tetemeko. Kisha anainua mikono yake kuelekea mbinguni na kupaza sauti kuu, amkeni, amkeni, amkeni ninyi mlalao katika mavumbi, na inukeni. Kote katika marefu na mapana ya dunia wafu wataisikia sauti hiyo, na wote waisikiao wataishi. Na dunia yote itavuma kwa kishindo cha jeshi kubwa kupita kiasi, la watu wa kila taifa, kabila, lugha, jamaa, kutoka hivi na hivi na hivi. Unaona? Hapo sasa ndo watafufuliwa hao toka Adamu, kama tulivyo nukuu wapendwa. Hapo ndipo watafufuliwa kutoka wapi? Kwa nini hao maalum? Maalum ninawasomea ni kwa sababu wanasikia kuna sauti maalum ya agano maalum, kwa sababu wao wameishi katika zile zahama za mnyama, wamezihubiri
na wamekuja sasa kuziona pamoja na wale walioziona mwanzo mwisho. Upekee sasa wa 144,000 tofauti hata na hawa waliofuka kwenye ufufuo maalum. Anasema hivi kwenye Pambano Kuu, hii ni ukurasa wa 536, nakala hii, lakini ni kwa ukurasa wa Kiingereza ni 648 na 49. Naomba nimalizie kusoma. Sasa nisome kwanza afu niulize. Swali sasa. Anataka kwenye Biblia yeye anasema kwamba ipo tunani. Wapendwa, ni Danieli 12. Hiyo ndio Biblia. Ukitaka mafungu mengine utanitafuta baadaye. Sawa? Ila yani fungu ambalo nataka uelewe tu Danieli 12. Unajua nini? Mafungu usipoyaelewa unaweza kaangaika kutafuta majibu mengi, kumbe majibu yako pale pale kwenye fungu hili. Sawa? Haya, naomba nisome. Upekee wa 144,000 ni huu. Sawa? Hawa 144,000 hawa ndio wafuatao mwanakondoo kila aendako. Hawa wakiwa wamehamishwa kutoka duniani, kutoka miongoni mwa walio hai, wahesabiwa kama malimbuko kwa Mungu na kwa mwanakondoo. Ufunuo 15:2 fungu la 3, Ufunuo 14 fungu la 1 na la 5. Hawa ndio wanatoka katika dhiki ile iliyokuu. Wamepitia katika wakati wa taabu ambayo haijawahi kuwepo kamwe tangu lilipokuwepo taifa. Wamevumilia, na hiyo maneno yako kwenye Danieli 12. Tunaelewana? Anasema kwamba wamepitia katika taabu kuu ambayo haijawahi kuwepo kamwe tangu lilipokuwepo taifa. Wamevumilia maumivu makali sana ya wakati wa taabu ya Yakobo. Wamesimama bila mwombezi katika umwagwaji wa mapigo ya Mungu. Wametembea kwenye ziki, wakasimama bila mwombezi, ambao watu wengine hawana uzoefu huo. Sawa? Na anasema kwamba wamevumilia maumivu makali sana ya wakati wa taabu ya Yakobo. Lakini wameokolewa kwa maana wametua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwanakondoo. Katika vinywa vyao haukuonekana uongo, maana hawana mawaa mbele za Mungu. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake. Na yeye aketie katika kiti cha enzi atakaa katikati yao. Wameona dunia ikiharibiwa kwa njaa na tauni, wameshuhudia yote. Jua likiwa na nguvu ya kuunguza watu wa joto kali, kwa joto kali. Na wao wenyewe wamevumilia mateso, njaa na kiu. Huwezi kuwa sambamba nao. Unajua Mungu anasema kwamba mkate na maji yatakuwa ni hakika, lakini sio hivyo. Tutakuwa tunaachwa muda mwingine, naachwa kabisa, yaani kana kwamba amewasahau. Ndio maana watu watakuwa na tabu ya Yakobo, kwamba watakuwa wanajishuku kwamba hivi ni kweli au sisi ni wale waovu tu tumepotea. Unaona sasa? Watakuwa wanataabika, hivi zile dhambi zilisamehewa au bado? Ndio maana hiyo tabu ya Yakobo inafanana na Yakobo alipokuwa anang'ang'ana na Baraka kwamba mimi nimesamehewa, sikuachii mpaka unihakikishie. Ndivyo na wao watakuwa waking'ang'ana hivyo. Wamevumilia njaa tena, wala hawataona kiu tena. Anasema wamevumilia mateso, njaa na kiu, bali hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawaunguza, na kadhalika na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe. Uzoefu wao ni special, na wale waliokufa katika ujumbe wa malaika yule wa 3 nao ni special. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tetemeko lile kama lile, kwa mfano kuna watu walifuka kwenye tetemeko lile la nini? La Yesu anafufuka. Unaona? Wewe unafikiri kwa nini wale walifufuliwa pale, halafu wakati kuna watu watafufuliwa tangu Adamu mwenyewe hajawahi kufufuliwa? Kwa kuna sehemu Mungu anaweka uspecial ambao hata Biblia inaweka. Nabii anachozungumza hazungumzi nje ya Biblia, bali anafafanua na ananukuu rejea kwamba kilichoandikwa sehemu fulani ndio hiki, kilichoandikwa sehemu fulani ni hiki. Kwenye tetemeko Yesu hajaja, na bado mvua ya mawe kama talanta haijashuka. Bwana vile pigo ukisoma Ufunuo 16:17 ukalisome mpaka 22. Inaanza tetemeko,
Zikafuata radi kama umeme, baadaye ikafuata nini? Mvua ya nini? Ya mawe. Na baadaye ndio ujio wa nani? Wa Yesu. Sasa lile tetemeko litafufua watu special. Ndipo wanasubiri wengine, mvua ya mawe inamalizika na muda wa Yesu kuja unafuata. Sawa? Ndio maana nabii anasema ni nini? Ni ufufuo maalum, sio ule wa jumla. Sawa? Kama hujaelewa utaelewa taratibu. Maana kila kitu kinaeleweka pale pale. Bwana asifiwe. Hapo na mnadhani swala la 144,000 tumemaliza. Karibu kaka. Kwanza nipende kufikiria kwamba kabla ya kujifunza special instruction ya hawa watakao malaika watatu. Mimi nilijua tu ni wale walioagiwa na Yesu kama madamu. Lakini kupitia hiyo nani matukio mwisho. Sio wale tu waliojishughulisha na maana wale wanatoka kwa ajili ya kuona kile ambacho anafanya kwamba wengine walikuwa hawaamini katika kingine kwamba huyu ndiye ndio wanashuhudia kwamba ni yeye, alafu wao wanarudi tena wanakufa. Ndio, yani wakija kuona kabisa katika utukufu wake wanakufa wao. Yeah. Lakini hawa wale wanaoamini ujumbe wa malaika yule wa tatu hawa wanaungana na wale 144. Na kuna sauti kuna agano watapewa maalum ambalo wale wengine hawastahili. Naona na sauti ile agano iliambatana ikitangaza siku na saa ya kuja kwa Yesu. Habari ya kwa kweli niseme. Tutakwepa changamoto tunazokutana nazo duniani kwa sababu tumejiunganisha na dunia. Hata kipindi cha nyuma hao Waisraeli ambao walipewa maelekezo vizuri na kutembea imani na katika maelekezo mbalimbali ya kiasi. Wote ambao waliacha wakafuata mambo ya Misri na mapigo ya Misri. Nadhani hata sisi katika nyakati zetu kanisa letu tumekuwa ndogo kubwa mno, kubwa sana, ambayo kwa kweli kwa namna moja au nyingine sasa tumeifikia. Na matokeo yake watu wanapofundisha ukweli, wanaona ni maadui, ni hatari kabisa. Tumepewa muda habari yake tumepewa. Sasa yale madhaifu yetu ya kutozingatia tunataka kuyafunike kwa kutukia neno la Mungu. Hiyo ni mbaya. Na ndio maana sasa tunakutana na magonjwa yale. Wanavyolia wa Misri na Somalia vile vile. Wanavyopigwa wa Misri na tunapigwa vile vile. Kwa nini? Kwa sababu tumejiunganisha nao. Kumbe sisi tunatakiwa tujitenge kabisa kwa namna moja ama nyingine kwamba sisi tuna namna yetu ya ulaji. Tuna namna yetu ya namna ya neno la Mungu. Yaani mambo maisha kwa ujumla wake. Tumeshapewa na nuru yote. Kwenye hizo wa kuhili tumeelekezwa. Namna ya kushughulikia mtu ambaye amepata kuingia kama huduma ya kwanza. Yaani kila kitu. Kwa bahati mbaya hatukifanyi na matokeo yake tukianza kumlikia nuru tunapiga nini? Kelele. Tunataka tubaki pale pale kwenye kitu. Hiyo ni ole. Nadhani ni nyakati za kuamka. Sasa. Amina. Naomba tuombe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuimbe wimbo mmoja tuombe tuende tukapate chakula tuingie kwenye session inayofuata.